Tanzania, 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 mnanifikisha wapi? Mnanipeleka wapi? Tanzania, nchi yangu pendwa, unanipeleka wapi? Unanifikisha wapi? Katika nyakati hizi tulizo nazo, katika nyakati hizi tulizo nazo, kutokana na matukio mengi yanatendeka, kutokana na uhalifu mwingi unafanyika leo, watu wanatenda mambo mabaya machafu yachukizayo mbele za Mungu, yasiyompendeza Mungu. Leo yanafanyika katika dunia. Mambo ya dunia leo yamefika hata Tanzania, leo yameikumba hata nchi yangu Tanzania. Tanzania, 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 unanipeleka wapi? Unanipeleka wapi? Unanipeleka wapi Tanzania? Kwa kuwa leo tukisimama katika haki, kukemea uovu na matendo mabaya yanayofanyika leo kwetu, imekuwa ni kesi, imekuwa ni kero, imekuwa ni chuki, imekuwa ni kifungo, imekuwa ni faini. Yani ni maisha haya ya kusimama katika haki leo kwetu imekuwa ni mateso, imekuwa ni mateso juu ya watumishi wa Mungu, juu ya watumishi wa Mungu ambao wameamua kuisimamia kweli. Watu wa Mungu, kumbukeni, hawa watumishi ndio waliotubadilisha sisi, waliotutoa katika maisha mabaya, maisha machafu ambayo serikali yenyewe ilishindwa. Serikali ilishindwa kunitoa mimi katika umalaya. Serikali ilishindwa kunitoa mimi katika wizi. Serikali ilishindwa kunitoa mimi katika uongo. Lakini kwa kupitia hawa watumishi wa Mungu ambao leo wanapigwa faini nyingi, wanahukumiwa vifungo gerezani, leo hawakunifuata kwangu, wala hawakufika mbele yangu, hawakufika hata nyumbani kwangu wakanifunga kamba na kunilazimisha nije kanisani. Hapana, hapana, bali Bwana walituhubiria Injili. Kwa kupitia kuhubiri Injili kwao, nasi tulipenda, tukasema basi ngoja tujaribu. Kule kujaribu, leo tunajikuta tumebadilika. Leo hatunaga tena umalaya wala wizi wala uongo. Kudanganya kwangu naona ni dhambi, kuiba ni dhambi. Yani kwa maana Biblia yangu inasema lolote usilotaka kufanyiwa basi na wewe usimtendee mwenzako. Lakini nyakati na maisha tulionao sasa, kumfanyia mwenzako mabaya, kumtendea mwenzako ubaya ni fashion kabisa. Kwetu ni vyema, yani ni jambo jema, jambo safi. Watu wa Mungu, kumbukeni, yuko mhukumu wa haki, yeye asimamaye katika haki, na mwisho wa siku yeye atatuhukumu sisi sote. Ndio maana asema kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utakiri mbele zake. Watu wa Mungu, wateseni sana watumishi wa Mungu, wanyanyaseni kama hivi mnavyonyanyasa leo. Wanahukumiwa faini nyingi. Alianza kuhukumiwa mchungaji wangu Mbarikiwa faini ya milioni 10. Leo amehukumiwa mtoto wake Alex faini ya milioni 5 amehukumiwa. Ukipiga safari za kutoka Songea tu Dar es Salaam ni zaidi ya milioni 10 ametumia. Watu wa Mungu, kumbukeni, jambo ambalo upende kufanyiwa na wewe usimtendee mwenzako. Kwa nini unapenda kumtesa na kumnyanyasa mwenzako? Leo Tanzania tumefikia katika machozi. Moyo wangu unauma sana, moyo unauma nikiona Tanzania leo tunapotea katika ushoga. Katika ushoga, wanawake wanasagana, wanaume tunafanya ushoga. Kijana kama mimi unafanya ushoga, unajiuza katika nchi yetu, Tanzania. Umefika wapi Tanzania? Umefika wapi Tanzania? Umefika wapi? Kwa kuwa haya mambo yalitabiriwa. Ukisoma katika Warumi ile sura ya 1 kuanzia ule mstari wa 26, yameandikwa pale. Tanzania, 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 Tanzania nchi yangu, Tanzania. Sisi ni wazalendo, lakini uzalendo sio huo ambao tunauishi, tunauenenda sana, tunaufanya sasa, tunautenda sasa. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu, Tanzania, nakusii Tanzania, nchi yangu ya amani, nchi yangu ya amani. Moyo wangu unauma, moyo wangu unauma, moyo wangu unauma, moyo wangu unauma juu ya matendo maovu, matendo machafu yanazidi kutendeka.
naihurumia sana hata familia nilionao, watoto nilionao. Sijui kuanzia mwaka 2050 itakuwaje. Wapendwa, Mungu nishike, nisaidie mimi niweze kuitetea, nitetee Tanzania. Wapendwa watu wa Mungu, kumbukeni Sodoma na Gomora. Kimbieni uchafu na matakataka yanayozidi kufanyika ndani ya nchi yetu, ndani ya dunia, ni katika jina la Yesu Kristo. Kumbukeni huko mhukumu wa haki, yeye atasimama katika haki.